Unapolitaja neno la Mungu lazima ulifikirie sana. Uwe umefikiria kwa mapana na marefu. Vile unapolitaja hili neno lazima uangalie sheria zake. Kwa hivyo ukilitaja jua kwamba unataja sheria. Vile unapotaja hii sheria lazima uangalie kushoto na kulia kuwa usiwe umekanyaga nje ya sheria. Mungu ni sheria. Mungu ni neno. Yeye mwenyewe aliteremka. Ushajiuliza wakati Mungu alipokuwa anaumba ulimwengu kuna upinzani wote ulikuwa? Binadamu yeyote anapokuwa katika ulimwengu huu au Mungu mwenyewe alipokuwa anaumba kuna upinzani ulikuwa mkali sana. Mungu kama ni mkubwa na Mungu ndiye sheria, upinzani ulikuwa unatoka wapi? Yes, upinzani ulikuwa unatoka kwa malaika wenyewe. Mungu alikuwa ameumba malaika wake na kuna wale malaika ambao walikuwa wakubwa na wale wadogo. Upinzani ulitoka kwa malaika ambao walikuwa wakubwa na wale wadogo pia walikuwa wanafuata wale wakubwa kile wanachokitenda ama kusema. Wale walikuwa wanapinga walimalizia kuuawa na Mungu akaendelea na uumbaji wake. Ndio sababu unaona wakati mwingine kuwa binadamu lazima awe na upinzani katika kile anachokifanya ama jambo lolote lile analolitenda. Vile unapokumbuka uumbaji wa Mungu kwa wewe uko katika ile safu na mistari ama ratiri yake yeye mwenyewe Mungu, kwa sababu umeumbwa kutokana na mfano wake. Malumbano makali yalikuwa wakati ule Mungu alipokuwa anaumba binadamu. Kuna malaika wale ambao walikuwa wanahisi kuwa binadamu huyu alikuwa mwenye nguvu zaidi na labda angewakalia wale wengine. Katika marumbano hayo basi, ambaye hatukuambiwa katika Biblia kwamba yalichukua muda gani, Mungu alikasirika sana. Aliua malaika wengine ambao walikuwa wanampinga. Mungu akamwambia Gabrieli ashuke duniani achote udongo au kuokota udongo kutoka pembe nne za dunia binadamu aweze kuumbwa. Gabrieli alienda, sikiliza nikwambie, aliteremka akafika duniani. Hapa ndipo alikumbana na changamoto kali zaidi. Gabriel alitii yote. Giza, bahari, upepo na sauti za kutisha zilionekana zikiwa zinamzingira zaidi. Aliogopa kama unavyoliogopa chini. Mauti alikuwa yanamkodolea macho. Arudi, asirudi. Ateremke, asiteremke. Achote udongo, asichote. Udongo ukatoa sauti ukimwambia, ni kwa nini Mungu mwenyewe asiteremke? Ungepata laana kwa kuwa ulikuwa unaenda kumeza aina ya binadamu, aina ya nyama na aina ya damu kutoka kwa binadamu ambao walikuwa wanaenda kuumbwa, kwa sababu walikuwa wanasikwa. Mbona Mungu mwenyewe asiteremke achote udongo peke yake? Mungu alikuwa anategea vizuri na kuyaona matukio yote vile yalikuwa yanaenda. Akanyosha mkono wake kutoka mbinguni, akachota udongo kutoka pembe nne za dunia. Ndipo basi uumbaji ukaanza. Kutokana na hadithi au ngano za Kiyahudi, udongo huu ambao ulichotwa ulikuwa unaakilisha kila pembe ya dunia na ulikuwa unasimamia kila upande. Mwanadamu yeyote atakapokufa anakubali kusikwa katika udongo. Ulichotwa kutoka mashariki, kusini, kaskazini na magharibi. Ulikuwa katika rangi mbalimbali. Una udongo ambao ulikuwa mweusi, mweupe, wa kijani na nyekundu ikiwa inashikana. Nyekundu ilikuwa ni ya damu na ilikuwa inasimamia damu ya binadamu ambaye alikuwa ameumbwa. Nyeusi ilikuwa inashughulikia rangi ya mtu mweusi. Vile matumbo ambayo binadamu angekuwa nayo. Nyeupe ilikuwa inasimamia mifupa na mishipa. Kuna ya kijani ambayo ilikuwa inasimamia mazingira na vyote vilivyokuwa vinamzunguka mwanadamu. Hapa ndipo torati ya Mungu ikatoa sauti ikasema, ewe Mungu muumba wa vyote, kila kitu umeumba kinapendeza katika mikononi mwako, lakini huyu binadamu umemuumba atakuwa na mateso na upweke katika siku za baadaye. Mungu akajibu torati akisema, mimi ni Mungu mwanzo na mwisho, mimi ni wa huruma. Kutokana na sauti hii, Mungu alionyesha ukarimu wake kwa mwanadamu. Alionyesha pia mapenzi yake kwa mwanadamu. Alikuwa anampenda sana. Malaika wengine hawakuwa wanataka huyu mwanadamu. Kuna wale walikuwa wanaamini kuwa huyu binadamu angekuwa juu yao na walikuwa wanataka wakae juu ya wengine.
Mfano ni Shetani alikuwa na mbawa 12, wengine wakiwa na mbawa 6. Mahali ambapo Mungu alikuwa amesimama akiumba na kuchota udongo, akasema kuwa hapa ndipo madhabahu yake yatasimamishwa au altari yake siku 7 baadaye. Hapa pia ndipo binadamu yoyote ambaye atakuwa ameyapitia mateso yake atakuwa anaponywa na kuyashinda yale yote atakuwa ameyapitia. Siri ndiyo hiyo. Biblia inakuwa ni siri kubwa. Soma Biblia yako uelewe. Usiposoma Biblia na kufuata matokeo moja kwa moja na vitabu vya Mungu, basi itakuwa ni kama hekaya za Abunuwasi kwako. Katika kitabu cha Mwanzo 1:27 utaona vile mwanadamu alivyokuwa anaumbwa. Katika kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Katika ngano ya Kiyahudi tuendelea kusoma na kufuatilia vile Mungu alivyokuwa anafanya uumbaji wake. Na Mungu alipenda sana yote ambayo alikuwa ameyaumba. Sheria za Mungu zishikwe, neno la Mungu lifuatwe, mapenzi ya Mungu yatendeke. Nimekupa siri. Siri ndio hiyo. Fikiria siri, pata siri.